Kila ukipita kwenye maeneo unashangaa, kwenye mitandao unashangaa, ni matukio ya ajabu yanaendelea. Ni kwa sababu watu tumemsahau Mungu wetu, tumesahau nani wa kuabudiwa. Tunajiabudu wenyewe, tunaabudu wake zetu, tunaabudu waume zetu, tunaabudu magari yetu, tunaabudu mali zetu. Tumesahau kwamba ibada anatakiwa abudiwe Mungu aliye hai, aliyetuumba. Msomaji kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1 inasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Amen. Umeshagundua njia zako sio nzuri? Ndio unasema umeokoka, ndio unasema mimi ni Lutheran, ndio unasema KKG, ndio unasema Katoliki wewe, lakini tabia zako, hata kitabu kimoja cha Biblia, hata amri moja ya Mungu hujai kufuata. Lakini ukikutana na mtu anahubiri injili kama hii, unasema na mimi nimeokoka, naenda mbinguni. Matendo yako yeye wewe mwenyewe ukikaa, ukajievaluate, ukajitathmini mwenyewe, unagundua kuna shoti mahali. Amen. Unasema unaenda kanisani, unasema wewe ni kiongozi kanisani, wewe ni kiongozi, lakini tabia zako ni chafu, ni mbaya. Kuja kanisani asubuhi, baya zaidi hata mchungaji unamloga. Alafu unasema mimi nimeokoka. Hakuna mbingu ya watu wenye mchembuko. Haipo. Biblia inasema nisomee kwenye kitabu cha Wagalatia 19:1. Wagalatia kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, nisikilize wewe unayejidanganya kwamba nimeokoka na mbinguni naenda, na tabia zako unazijua kabisa. Biblia inasema hivi, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati. Umeoa, umeolewa, lakini wewe ni mwasherati. Upitwe na siketi wala gauni, vyote unapita navyo, alafu unasema unampenda Mungu. Geuka, wala umpendi Mungu wako. Mtu anayempenda Mungu wake, siketi inampita na yuko salama, wazi chochote, anaendelea mbele, anasonga mbele. Hey. Amen. Hallelujah. Kingine inasema uchafu. Wewe unasema unaenda kanisani, lakini masturbation unafanya. Unasema unaenda kanisani unafanya vitu vya ajabu ajabu, alafu unasema umeokoka. Hujaokoka, unatakiwa ubadilike. Ubadilishwe na injili unasikia leo. Ubadilike kwa damu ya Yesu. Ufisadi. Wewe ulitaki madeni ya watu, unazulumu. Hallelujah. Alafu unasema mbingu ni za kwangu. Hapana. Usitudanganye. Mbingu ya mtu kama huyo. Neno la ibada ya sanamu. Watu wanaposema sanamu wanajua labda ni sanamu ya kuchonga tu. Hapana. Unaweza kitu chochote ambacho unakipa nafasi kuliko Mungu ni sanamu kwako. Chochote kile ambacho unakiabudu kama Mungu, unakipa nafasi kama Mungu, ni sanamu kwako. Awe mke, awe mtoto, ni sanamu. Amen. Uchawi. Unasema umeokoka, unasema kanisani naenda, tena ni kiongozi kanisani, lakini unaloga usiku kucha. Alafu unasema mimi nampenda Mungu. Unasema unampenda mchungaji wako, unasema unampenda padri wako, unasema unampenda kiongozi wako wa dini, lakini unamloga usiku kucha. Alafu unasema wewe unampenda Mungu. Au upendi Mungu hata kutudanganya. Tunazoelea injili. Mungu azoeleki kwa chochote. Uadui. Mungu azoeleki kwa design yoyote ile. Ukiwa na matendo moja hapo ya haya, mbinguni hauingii. Uadui. Unasema unaenda kanisani kila siku, tunakuona ibadani, lakini usalimiani na jirani yako. Hata kutudanganya Bwana.
Usituletee drama. Nampenda Mungu upendo wa rohoni wala atawaamini. Huwezi kusema wewe ni mtu wa dini alafu una uadui na mtu. Una chuki na mtu moyoni. Unaenda kuabudu, unaenda kuomba, unaomba nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, kabla hujapeleka haja zako mbele za Mungu, patana kwanza na mshtaki wako, patana na ndugu zako. Kitu kingine ambacho ugomvi, kitu kidogo tu umeshagombana masaa 24 wewe ni mgomvi. Mgomvi kwenye ndoa yako, majirani wote wakutaki kwa sababu ya ugomvi, kitu kidogo tu. Umeshagombana masaa 24, wiki usemezana na mtu umenuna. Unasema naenda mbinguni, mimi ni kiongozi. Mimi ni mzee wa kanisa, acha kutudanganya. Kupenda Mungu hivi vyote ni dhambi kama una upendo. Kitu kingine kinasema wivu, hasira. Wanafurahia ukiona mtu anafurahi na mtu, unampelekea maneno ya uzushi ya uongo ili amchukie jirani yake, amchukie rafiki yake. Hiyo ni tabia mbaya sana. Usitudanganye kwamba mbinguni unaenda. Hautaenda ndugu yangu, hautaenda. Yako hujaloga sawa sawa, lakini umemloga kwa maneno. Una wivu, yani utamani kuona mtu anaona hata injili inahubiriwa, wewe ni mchawi, una wivu. Amina. Utamani hata kuona vijana tunacheza hapa, unasema wanacheza nini? Ni wivu unakusumbua. Wewe ukitaka kupatana, penda vitu vya Mungu, penda na vya mwenzako. Uzushi na ulevi. Amina. Yani wewe bado hujaulizwa, umeshaipeleka. Umeulizwa. Lakini ulevi wa bangi umekuzaa. Usiku kucha unakula digijini, usiku unakimbia asubuhi ibadani ili padri asisikie ile harufu akiwa anakupa nini ile. Unafanya kumficha padri, kumbe Mungu anaona. Lakini wewe ni mlevi. Bora tu kukaa nyumbani kuliko kusingizia unaenda ibada. Kumbe kabisa unalewa. Unatembea mambo yako mwenyewe. Ulevi ni dhambi kama dhambi nyingine. Aliyekwambia kunywa kidogo usilewe na aliandika neno hili hapa. Kuna mtu ananiambia kunywa kidogo usilewe. Kunywa kidogo usilewe. Ulevi ni dhambi. Hiyo ni neno la wanadamu, sio la Mungu. Biblia inasema na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambieni mapema, kama nilivyokwisha kuambia, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Haleluya. Ulisikia neno la Mungu na limekugusa kwa namna moja ama nyingine. Unataka kumpa Yesu maisha yako? Karibu nyote wa baba, wa mama, vijana wa kike na watoto. Karibu katika mazingira haya, umkabidhi Bwana maisha yako. Kama uko tayari, sogea eneo hapa. Wachia moyo wako kwa ajili ya Mungu. Ulipo tunaweza kuongozana kwenye na wewe, ana upendo na wewe. Napopiga hivi tunaweza kuwa tayari kujiweka tayari. Karibu mahali hapa, umpokee Yesu hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karibu katika viwanja hivi. Mungu anawapenda jamaa. Karibu sana katika viwanja hivi. Karibu umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu hazoeleki kwa kitu chochote. Tumezoea ya kwetu tu, ana unyenyekevu. Anamhitaji mwanadamu akengeuke na kumrudia. Hageuke, hamsogelee Mungu. Maana Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa upendo na unyenyekevu. Ni Mungu mwenye nguvu na uweza. Karibu katika huu, unaweza kusogea. Unaweza kusogea taratibu. Jamani, tunawapenda Tendele. Sisi ni vijana wetu. Wenu jamani, tunawapenda. Karibuni hapa. Sisi ni vijana wadogo tuliochaguliwa na Mungu. Na Mungu katuagiza maeneo haya tufanye kazi yake. Tuwasogeze mbele za uso wake. Mungu ni muweza wa yote. Mungu ni mwenye huruma. Karibu katika mazingira haya. Karibu sikie neno la Mungu. Karibu wa baba, karibu vijana wa kike na wa kiume. Karibu katika maeneo haya. Karibu katika mazingira haya. Karibu tupokee Bwana awe Bwana na Mwokozi wa maisha.
Karibu katika mazingira haya. Mungu angalii uso wako, angalii wewe una nini. Yeye ndiye amekupa uhai, ndiye amekupa uzima, amekupa kila kitu, amekupa utajiri wa kiroho na wa kimwili. Anakuhitaji ubadilishe maisha yako kwa ajili ya maisha yako.